Binti mmoja alimuona mama mmoja sokoni, mzee akiwa anauza matunda. Mama yule alikuwa amejawa tabasamu, akiongea vizuri na wateja wake, na wakati wote mteja alipokuwa akinunua matunda alikuwa anampatia nyongeza, na ilikuwa ni kawaida yake. Mwanamke yule akasema, hata mimi ninaweza kufanya hivyo. Akaanza naye kuuza biashara yake ya matunda pembeni kidogo kwa yule mama. Mama yule alikuwa akipunguza bei, naye alikuwa anapunguza bei. Mama yule alikuwa akimpatia mteja nyongeza, naye anafanya hivyo hivyo. Baadaye akawa anapata wateja na wakazidi kuongezeka zaidi na zaidi, jumlisha pia hali aliyokuwa nayo ni binti mchangamfu. Basi akaendelea kupata wateja zaidi hata ya yule bibi. Siku zikaendelea kwenda, lakini bibi yule hakuwahi kupunguza tabasamu lake wala uchangamfu kwa wateja wake, ingawa ya uchache waliokuwa wamebaki. Basi bwana, siku zikazidi kwenda, hatimaye mwanamke yule, licha ya kwamba alikuwa anafanya vizuri kama mwanamke yule mzee, bado hakuwa anapata faida. Akajikuta anafilisika na kushindwa kujumua kabisa matunda. Siku moja akaamua kumsogelea yule bibi amuulize, bibi, wote tunauza matunda sawa, tunauza kwa bei sawa, lakini wateja ni wale wale na mimi napoteza faida, lakini wewe haupotezi faida na unaendelea kuuza kila siku na biashara yako imejaa. Niambie siri ni nini na unawezaje kufanya hivyo miaka yote? Mwanamke akatabasamu akasema, ulikuwa wapi kuuliza hizo siku zote? Mimi nauza matunda, lakini mwanangu ana shamba kubwa sana la miti ya matunda, kwa hiyo huwa nauza sio kwa ajili ya kupata faida. Mimi huwa nauza tu ili matunda yasiozee shambani, lakini wewe unauza matunda ambayo unayajumua kwa pesa yako. Wakati mwingine jifunze, kabla haujaiga njia ya mwenzako, basi muulize kwamba anafanyaje na alianzia wapi katika mizizi, kwa sababu utajikuta unashindana na mti kuzalisha matunda ambayo wewe hauyazalishi bali unayanunua. Na siku zote usikiangalie kitu kwa nje, jifunze kujua historia yake na mizizi yake kilianzaje.